madhabahu. Nimezunguka makanisa mengi sana. Lakini niko Mbwate nikaenda kumshuhudia jirani yangu nani? Sofia mke wa Lingo. Mwinjilisti. Nikaenda kumshuhudia, akanishuhudia na yeye. Akaniambia kuna semina kwetu twende, nikaambia kwanza na mimi kuniende nikaangalia mara moja. Lakini tarudi kanisani kwangu, nilipokuja madhabahu nina vifungo vya kutosha, nina shida za kutosha, lakini mwinjilisti. Nilipokuja cha kwanza nikashangaa, sema hivi kwa shida zangu hizi, mchungaji anaomba nisamehe. Nikamwangalia mchungaji, sema kwanza mchungaji mwembamba, sio mkubwa sana. Nikataka ambaye nikimweleza shida zangu atanisaidia. Nikahamia, nikajikuta mdogo nalielewa neno, nikasema mchungaji pote ambaye kama mwembamba atanisaidia. Yesu asifiwe. 2024 nimemuona Mungu. Kwanza nimejijua mimi ni nani? Amen. Nimejijua mimi ni nani? Pili ametoa vifungo vyangu. Nilikuwa natembea kwenye vifungo vingi sana, shida. Nimetoka kwenye familia ya shida, unakuja kuishi maisha ya shida ni hivyo. Lakini nilipokuja hapa Mungu amenifungua. Vifungo vyangu vimetoka vyote. Alafu Mungu akasema na mimi sasa kumbe mimi ni nani? 2024 hiyo yakamponya mama yangu kansa, haikuwa rahisi kwangu. Yaani haikuwa rahisi. 2024. Nakosaje kumshukuru Mungu? Amen. Ninakupenda sana. Hamchoke hasa mimi ni msumbufu, niko na shida. Nasumbua sana, najijua. Nasumbua sana. Lakini hamkati tamaa wala hamchoki, natia moyo. Yaani kwa manabii nimeenda. Kwa maposa nilikuwa naenda saa 6, nalala kwenye viti. Sikupata kitu. Saa 6 usiku mimi natoka. Naenda Kawe. Sasa ndio naomba ibada zote kuanzia Jumapili ile, Jumatatu, ya Jumanne, narudi Jumatano. Na bado sikufanikiwa hata kidogo. Mafuta nimekunywa, mimi nilikuwa nakunywa, sio napaka, nakunywa. Nawaambia vitu vya kweli ambavyo nilifanya, lakini sikufanikiwa. Mchungaji wangu huyu mwembamba amenitendea mengi.